ananuka. Hajaifua nguo tangu azaliwe. Wazazi wako wapo? Shakira. Huyu mwanamke ana shida gani? Nimemjengea nyumba nzuri, nimempa kila anachotaka, lakini bado anakuja kumwekea sumu niue. Nifanyie nini alizike? Namba andazi. Sitaki. Unatoka wapi? Nyamto. Nimefukuzwa kazi. Umefukuzwa kazi? Nimefukuzwa kazi mwanangu. Karibu. Asante. Shikamoo. Marahaba. Wazazi wako wapo? Wapo ndani. Karibu ndani. Asante. Kae pale kwenye kochi nikakuitia mama. Hey. Jacqueline, ni nini hiki kwenye kochi langu? Ni nini hiki Jacqueline? Jacqueline! Nini hiki? Nini hiki Jacqueline? Mama aliingia mwenyewe. Aliingia mwenyewe? Getini alipitaje mpaka hapa? Niliacha geti wazi. Uliacha geti wazi? Dada, tafadhali simama kwanza kwenye kochi langu tafadhali. Unatoka wapi? Nyamto. Nyamto iko wapi hiyo Nyamto? Iko Mbeya. Kwa umetoka Mbeya mpaka hapa Dar es Salaam. Umefuata nini? Nilikuja kwa kakaangu. Huyo kakako yuko wapi? Yupo hapa Dar. Sasa sijajua yupo kijiji gani. Unatia huruma. Hebu kaa chini kwanza tuongee. Nielezee imekuwaje? Kwa nampigia kakaangu. Kwenye harakati za kumpigia kakaangu, ile simu nilipokonywa na mwizi. Ndio hapo yani mpaka leo yani mimi nahangaika kwenye hiki na nili Dar es Salaam hivi. Je, una mawasiliano ya kwenu labda? Hapana. Simu niliporo. Uone sasa kama ni tatizo au nitafutia lawama. Dada, naomba unisaidie. Namkaribisha mtu ambaye simfahamu, hana mawasiliano na kwao. Dada, naomba tu nisaidie dada. Sawa, nitakusaidia ila kwa siku kadhaa ukiwa unatafuta mawasiliano ya kwenu na unamtafuta huyo kaka yako.
Dada, nitashukuru sana. Jacqueline, mchukue huyu akaoge kwanza. Sawa. Nenda kanioshe TV, mimi nataka kuangalia. Sawa dada. Haraka. Wewe unafanya nini hapo? Nawasha TV. TV unawasha kwa kutumia kiberiti? Jackie ndo kanambia niwashe. Kakwambia uwashe TV ndo unatumia kiberiti kuwasha TV? Jackie ndo kanambia niwashe. Kakwambia utumie kiberiti? Swali langu. Yeye ndo aloniambia nije niwashe TV. Mimi sijui kuwasha. Kwa nini ukumwambia hujui kuwasha? Mimi kanambia niwashe. Unataka kuunguza nyumba yangu au? Haya, fanya haraka, toka hapo, nenda jikoni kaendelee na kazi zako. Na nanuka. Konda huyo. Hivi wewe garini mmoja. Hujai kula? Yaani wewe hujai kuoga kabisa wewe. Ukurutu chawa. Hivi nyie mwani kinya kumshika huyo. Hivyo hivyo unavyoongea tunaona kinya lakini tunamshika hivyo hivyo. Vidole tafikiri vinaomba wali huko mbele. Ukirudi usisahau kuchana nywele. Chanaga hizi nywele zimevilingana kama mkutano wa nzi. Mwangalie shati. Hivi ndio garini. Kwani nyie mimi nimewakosea nini mpaka mnanisema kelele huko? Kaa kimya. Unanuka. Nuka mtu kichwani. Tajiri usingekuwa na semo hivi. Mwangalie. Amekonda. Umekula lini? Cheki nyoyo, utafikia mkutano wa nzi. Wewe nakuuliza umekula lini? Namshika kabisa. Tumwache si tuondoke. Siongee na chizi kama yeye, yani amechafuka kama chizi. Sio chawa, hizi zinatoka kichwani. Kabisa. Msogee huko. hivi kweli mimi nanuka?
Marahaba binti yangu. Mbona kaa una huzuni? Mwanangu, wewe bado mdogo sana. Nashindwa kukwambia kwa sababu nitakutusha majukumu mazito mwanangu. Niambie baba. Mwanangu, ni babako. Nimefukuzwa kazi. Umefukuzwa kazi? Nimefukuzwa kazi mwanangu. Sasa baba, tutakuwa tunakula nini hapa nyumbani? Nalijua hilo mwanangu. Sasa usilie hivyo. Utaishije? Utasoma vipi mwanangu? Habari zangu shuleni? Nzuri. Masomo yanaendaje mwanangu? Yanaenda vizuri. Ila baba, wakati narudi shuleni, marafiki zangu niliokutana nao njiani wakaanza kuniambia si kuwa kwetu ni maskini alafu nanuka. Usijali mwanangu. Haya ni maisha tu, sawa? Utakuwa sawa. Na imani ipo siku Mungu atatusaidia. Na najua tu tutaishi maisha mazuri. Haya maisha yapo. Sawa mwanangu? Usijali. Sawa? Baba. Mwanangu. Shikamoo. Marahaba. Mbona una huzuni? Kimekukuta nini? Kaka, wewe acha tu. Huko kazini hali ni mbaya. Baba anasema amefukuzwa kazi. Ulio unanihuzunisha pia na mimi. Kaka, wewe acha tu. Kilichomkuta baba huko kazini hali ni mbaya. Nilikuwa napenda mwanangu usome kwenye shule nzuri, ukutane na marafiki wazuri, lakini sina namna wanangu. Mamangu, kuna nini? Shikamoo mama. Mamangu, kuna nini? Sala. Prince, kuna nini? Baba anasema kuwa eti amefukuzwa kazi. Amefukuzwa kazi? Mamangu. Nisamehe tu mke wangu. Mamangu. Usilie mke wangu. Ni maisha tu. Mwanangu. Usijali. Mwanangu sawa. Msijali wanangu. Najua kuna siku tutaishi tu maisha. Usilie mke wangu. Upendo mwanangu. Na wewe pia huwa unakaa hapa kufuatilia hizi movie kama huyu kakako? Dad, angalia kule. Unajua huyu kakako anataka kuchanganyikiwa kwa ajili ya movie muda wote, yani safari hii sijakufuatilia kabisa. Sina kuuliza wewe. Eti. Ukakako alipata ngapi? Nikiwa naangalia mitihani yake huwa ananikataza. Unataka mwe mnaangalia movie eh?
Chenzi kweli hawa watoto. Haya. Karibu ndani. Karibu. Oh, wife. Mbona mmekuja na wageni? Marhaba, jambo binti. Karibu sana. Marhaba, hujambo? Hujambo? Penda. Pishani akae mama. Karibu mke wangu. Asante. Kaa kwenye kiti. Karibu sana binti. Asante. Hani. Naam. Huyo hapo ndo yule mfanyakazi ambaye nilimpigia. Nilikuwa namwomba huko kijijini. Aje tusaidie kazi huko ndani. Sawa. Maana nimeona majukumu yananibana afu nashindwa hata kufanya kazi nyingine. Wewe mke wangu, tatizo lako wewe unapenda sana uvivu mke wangu. Unajua unachelewa sana kuamka, lakini sofa mwenyewe spendi unachoka choka mara kwa mara. So nadhani atakusaidia. Binti. Karibu sana hapa nyumbani. Asante. Karibu sana hapa nyumbani. Jisikie na furaha, hapa ni nyumbani. Kama kutakuwa kuna lolote, unaweza kanieleza mimi. Pia hata my wife hapa ukamweleza, anaweza akakusaidia jambo lolote lile. Sawa? Sawa. Vipi, umeshaongea naye kuhusu taratibu za kazi? Bado. Nasajili niende nikampande. Ni sahihi kwa sababu binti, mimi sio mkaji sana hapa nyumbani, naweza nikaondoka muda wowote, ila nilikuwa nataka tuongee kabla sijaondoka kama itatokea dharura pia. Binti, kwanza kama nilivyosema, karibu sana hapa ndo nyumbani. Lakini pia kama alivyokuambia mke wangu hapa, tuna taratibu kidogo tunaishi nazo hapa nyumbani. Ni za kufuata, ni za msingi sana. Umenielewa? Ndio. Sio kitu kizuri mtoto wa kike kama wewe kurudi usiku. Si ndio bana? Na yale maadili ambayo hayatakiwi inakuwa sio vizuri. Kwa hiyo mambo mengine utaongea na my wife hapa, atakuelekeza, ila zingatia tu ambacho atakuwa amekuelekeza. Ni kitu cha msingi kidogo. Sawa sawa? Karibu sana. Asante. Mke wangu umechagua mfanyakazi mzuri sana na mimi atakusaidia. Atakusaidia. Vipi mgeni, tetea tamaji yangu. Unatumia kinywaji gani? Naomba maji. Okay. Nitakupatia. Pendo. Pendo. Njoo. Pendo. Hapa tuna mgeni. Ni dada yenu, sawa? Ndio. Kwa muda wote ambao atakuwa hapa, mwishi naye vizuri, sawa? Ndio. Sitaki nje nisikie tena mmemfanyia tofauti, sawa sawa? Ndio. Mwishi naye. Binti, hawa ni wanangu. Mwingine kaka yake yule pale, ila ni wanangu, utakuwa nao hapa muda wote. Sawa. Haya, unaenda wapi sasa hizi? Nilikuwa tu hapo nje. Sawa, basi sawa, hamna shida. Mimi natoka mara moja. Sawa? Pendo. Mimi natoka mara moja. Sawa? Ndio. Nitabaki na mgeni hapa. Binti, usijisikie upweke. Sawa. Sawa. Bye dad. Sawa mwanangu. Nilitaka nikusahau. Nikurudia na nini baadaye? Soda. Sawa, hamna shida. Mke wangu. Mimi nataka niwatoke kidogo. Nimepata dharura kama ya wiki mbili hivi. Ninachotaka kukuambia mke wangu, hebu kuwa makini na mtoto wa watu. Si ndio? Huko ni mjini. Huyu ametoka kijijini ukumbuke. So kuwa naye makini sana, pia ishi vizuri na mtoto wa watu. Si ndio? Kwa nitarudi baada ya wiki mbili mke wangu. Usijali. Nitakumisi sana. Nitakumisi pia.
Mama Sala, fanya kama nilivyokuambia shoga yangu, usiniangushe. Lakini Shakila, uone kama utaniingiza kwenye matatizo. Na isitoshe nipo kwenye ndoa. Una ndoa wewe? Hivi na wenye ndoa apite mbele na utapita? Mfanya bwana, nenda kamsikilize yule mtu. Nenda basi. Usiniangushe shoga yangu. Nenda. Sasa hivi kaka. Salama. Vipi, mbona haujiamini? Kwani haujaongea na rafiki yako? Amesema nije nikusikilize. Sikia. Wewe ni mtoto mzuri. Alafu haufai kuwa katika haya mazingira. Nataka nikubadilishe. Yaani huu muonekano sijaupenda. Alafu wewe, yani ni mtu wa tofauti sana. Nikikubadilisha, of course, nitafaidi vingi sana. Vipi, mbona unakuwa na wasiwasi? Mtoto mzuri kama wewe. Sogea. Sogea karibu basi. Usio na wasiwasi, wewe ni mrembo sana. Alafu ulikuwa haufai kuwa katika haya mazingira. Simu yako iko wapi wewe? Unaitumia? Simu. Niambie shoga yangu. Niambie shoga yangu, saizi aibu punguza, Niambie. Lakini Shakila wewe. Kaka mwenyewe kanishika tu, nimeingiwa na vibration. Jamani, shoga yangu, pole. Ni mambo ya kawaida ndugu yangu. Hiyo ndio habari ya mjini. Yaani acha kukaa kishamba shamba ndugu yangu. Yaani kuwa mjanja mjanja. Yaani yule kaka unavyoenda saizi wage mjanja mjanja. Kaka mwenyewe ana hela zake. Umemwonaje kwanza? HB hatari. Jamani, unaona? Mimi sasa nikakuchagulia mtu wa kishamba ndugu yangu. Mimi lazima nikuchagulie mtu mzuri jamani, kaka yule mzuri. Jamani. Ndugu yangu. Unasemaje sasa hapo? Kanipa namba ya simu, amesema atanitafuta. Shogangu, sasa usiniangushe. Akikutafuta ongea maneno fulani hivi. Na unapoenda saizi kwake acha kwenda kinyonge nyonge. Yaani hataki kukumbatia, naona mkumbatia shoga yangu. Au vipi? Basi pole. Hivi Gobole, wewe ndio umenifanya mimi mlinzi hapa nyumbani kwako, si ndio? Ana, haya mambo tutazungumzia ndani. Afu wewe unakuja unasimama hapa mlangoni. Uni kama ni hatari. Ingia ndani. Kisikia hii imeenda kweli. Shogangu mazito
umenifika hapa. Hapo mpajuaje? Nimekujua umbea, yani usinifike. Yani kila siku nazurura. Tao. Kwenye kingine nile ya watu. Ukivunja mlango watu vipi wewe? Shogangu nipo peko kwa sababu yako. Nyumbani yako mazito. Kuna nini tena shogangu? Utashuhudia kule nyumbani. Ongea na nani huyo sijui. Afanya haraka, mimi na ubuyu hapa. Nesi, tutakuja baadaye tuongee. Yes, tena sikiliza, sijaweza kukupa maelekezo bado. Tutakuja tuongee baadaye, subiri tunarudi kuongea. Fanya haraka. Sasa. Wewe. Tangu lini ukaanza kutoka na mume wangu, umenielewa? Na nini? Tangu lini ukaanza kutoka na mume wangu? Na nini? Kwa hiyo. Taibu yenyewe uone ndi. Kwa hiyo. Taibu nimuone nani? Nakuitia watu wewe kenge wewe. Unamnisikia? Na wauliza kuna nini? Wewe. Kuna nini? Hapa nani tu hapa. Palikuwa nani? Palikuwa na nini? Nani tu hapa nani? Mimi sitaki. Mimi sitaki hapa ugomvi. Sitaki hapa ugomvi. Nakwambia sitaki, hela yako hii chukua. Hela yako hii chukua. Mimi sitaki. Naomba unisaidie hilo nitalirekebisha. Sitaki ugomvi mimi, kila siku unagonganisha watu. Kila siku nagonganisha watu, mimi sitaki. Hebu chukua hela yako nenda. Nenda. Nimekwambia nenda. Mimi sitaki. Nakwambia sitaki. Na wewe sitaki. Muondoke hapa. Lakini bibi, mimi nataka niongee hapa nimalizane naye. Hatoka na kwa shenzi wewe. Tutakutana. Na wewe ondoka. Nakwambia funga vyombo nenda. Mume wangu, karibu nyumbani. Asante. Dad. Binti yangu. I miss you. I miss you mwanangu. Mmeishije kipindi mimi sipo? Tumeishi tu vizuri. Uko unakula vizuri? Sawa sawa. Kwa hili begi peleka. Zawadi nimekuja nazo nzani baadaye. Thank you. Kaka. Sado. Dada. Abeka. Umefikaje hapa? Sijui tu nilikuta nimefika. Na mbona ile siku nakutafuta siku kupata hewani? Shida ilikuwa nini? Ile simu siku ile nilipolwa na mwizi. Abeka. Nipo hapo kwenye stendi ya Magufuli. Gari la miguu mitatu. Nayaona. Sawa. Maparachichi nimebeba. Kuku kwa bahati mbaya sijabeba.
Sijabeba, nimeona kwenye gari ataanza kunuka. Sawa. Ando hona tinyeri le. Wewe, simsimu. Wewe unakuja maskani unaongea tu na simu. Kuna maharage. Oe. Embegi. Kuna maharage. Wewe usiletezeshe sio. Leta begi. Tuboa. Angalia mbele. Umeweka pedi, shika begi yako. Umeweka pedi, unaweka begi. Toka kwanza hapa. Potea. Sijui ningejikuta tu nimefika hapa. Ila kaka, nimepitia magumu sana. Basi. Njoo tuongee. Mume wangu, huyu ni mdogo wako? Ndiyo wife. Huyu ni mdogo wangu, mama mmoja, baba mmoja. Alikuwaga kijijini, nikawa nimewasiliana naye aje ili niweze kumtafutia kazi. Lakini nashangaa tulipotezana tu juu na staajabu kuja kumkuta hapa kwangu. Mimi nilikuwa namchukulia kama mfanyakazi. Hapana wife, sio mfanyakazi. Huyu mimi ni dadangu. Lakini pia nakushukuru sana wife kwa kitu hicho kitenda. Kwa sababu ni wanawake wachache sana wenye moyo kama huyu. Kwa hiyo nakushukuru sana wife kwa kunitunzia dadangu. Basi tumshukuru Mungu yuko salama. Dada. Karibu sana, hapa ndo nyumbani kwangu, ndo mahali ninapokaa mimi kakako. Asante. Shangazi. Karibu sana nyumbani. Makubwa haya. Yaani sijui nimfanyaje huyu. Uwanja mpaka sasa hivi mchafu. Si ndio nilivyofunzwa huko kijijini kwao. Ndio nimfuate. Wewe ndani. Wewe. Kama ndani. Mtoto ulivyo mpumbavu, mshezi mkubwa wewe. Shikamoo ya nini? Kwanza tati kweni kujibu hiyo salamu yako. Toka nje. Mpuzi mmoja wewe. Humu ndani umekuja kukaa? Umekuja kulala eh? Hapana. Unanijua vizuri mimi wewe? Umelala mpaka sasa hivi. Cheki uwanja ulivyo mchafu. Hivi kwani ndio ulivyofunzwa? Hapana, nimechoka. Umechoka? Nyumba ya kwako wewe umechoka wewe vipi? Nimekuleta hapa uje ufanye kazi, sijakuleta uje ulale mpaka sasa hivi. Ndani ni kufanya kazi mwendo mdundo, na ukianza kuniletea upuzi la sivyo. Yaani sijui nikufanyaje wewe. Unatoka. Sasa hivi tena wewe. Fanya haraka. Yaani ufanyage haraka. Toka bwana mimi yaani sitaki hata kukusikiliza. Toka. Shika begi lako, shika. Fanya haraka. Safari kukuta. Binti. Vipi? Safi, shikamoo. Marhaba. Mbona uko nje? Mama amenifukuza. Mama amekufukuza? Umfanya kosa gani? Kisa nimemwambia nimechoka, asubuhi kaniambia niondoke. Sasa binti, ukiwa unakaa namna hii akija mgeni sio vizuri. Hebu naomba twende ndani kwanza.
Simama twende. Kaka, naomba mimi nicheze. Hapo huwezi wewe kucheza, tulia. Jambo mwanangu. Habari za hapa? Marhaba. Kwema? Jambo mwanangu. Sijambo. Habari hapa? Nzuri. Naendeleaje? Vizuri. Binti. Hita njoka hapa. Wife. Mume wangu kumbe umerudi? Ya. Kumbe umerudi. Wife. Umekaa unacheza game ikiwa binti wa watu umemkuza yupo nje. Huo ni kama anaweza akapitia matatizo pale. Amekukosea nini mpaka unamfukuza? Sasa bibi, kwani kuna tatizo? Yaani mke wangu unauliza kuna tatizo, akati huyu binti wa watu nimemkuta amekaa nje. Kuna baridi, umekaa mke wangu, una chati, huna hata mashaka yote. Hivi ndo ulimchukua huyu binti wa watu uje umtelekeze nje kama hivyo? Amekukosea nini hasa? Sasa sikiza nikwambie. Huyu binti nimemfukuza kwa sababu ameamka saa 3. Hajafanya kazi zozote. Nenda kumwamsha ndo anaamka saa 3 hiyo. Hamna kazi aliyoifanya. Kwa nimeona haina maana, bora atoke tu. Lakini sio mfukuze mtu, mfukuzie nje. So, haya, leo umemfukuza, hujahakikisha usalama wake ukoje. Haya, binti nimemkuta pale nje. Haya, umemfukuza kwa vigezo gani? Umempa nauli au umemrudisha ulikomtoa? Vipi angefika pale nje? Angegongwa na gari labda, angepata matatizo yoyote. Ungeenda kuambia nini wazazi wake mke wangu? Kwa nini unakuwa hivyo? Eti binti, kuna shida gani hapa nyumbani mpaka narudi na kukuta umekaa vile pale? Ile sio hali nzuri. Kuna shida gani? Mama, mimi usiku ananipa kazi hadi nachelewa kulala. Sasa asubuhi nikawa nimechoka, kwa hiyo anapokuja kuniamsha nilikuwa najisikia vibaya, kwa hiyo kanaamua tu anifukuze. Mke wangu, mbona zamani ulikuwa huna roho kama hiyo? Umekuaje? Binti watu umeenda kumfuata mwenyewe. Umesema kama unahitaji binti wa kazi. Nimesema okay, nenda kamchukue. Umemchukua. Mke wangu, wiki mbili zimetosha. Umeshamfukuza. Matatizo angepata, atajua mwenyewe huko kwa sababu amefanya vitu ambavyo havijaendana na mimi. Sasa mimi nifanyaje? Kwa hiyo unaona kama ni urahisi. Hivi ni majibu gani unaojibu wewe? Mume wangu, mbona kama vile unanifosi sana? Yaani unapiga kelele kwa sababu ya binti? Au utakuwa unatoka naye nini wewe? Wife. Yaani mimi kukueleza matatizo ya binti kwamba umemfukuza anaweza kapata matatizo. Leo unakuja unaniambia natembea naye. Wife, uko serious kweli? Hivi uone kama utasababisha matatizo? Angezulika labda. Wife, sijapenda kabisa hiyo kauli yako uliyozungumza. Pia sihitaji ijirudie next time. Naomba ukaniletee maji. Na sijapenda kabisa kauli yako. Binti. Samani kwa hiki ambacho kimejitokeza, ila ni kuombe lazi mimi. Mnaomba umsamehe mke wangu. Utabaki na sisi hapa. Sawa? Sawa. Utabaki na sisi, tutaishi kwa upendo, sawa? Mzoee sababu nilimuoa akiwa bado ni mdogo, akili yake bado haijakomaa sana. Kwa mzoee tu mke wangu, sawa? Usijisikie vibaya. Pendo, mnaishiji na dada yenu hapa nyumbani? Wakati dada amechelewa kuamka, mama ndo akaanza kumpokea na kumwambia atoke kwake. Sio vizuri, mkikuwa msifanye hivyo, sawa?
Hii sio sumu. Wewe mwanamke, unataka kuniua? Kwa hiyo kumbe tumekaa huko ndani muda wote unafikiria kuniua. Hii sio sumu. Nisamehe mimi. Shetani mmoja wewe. Wewe mwanamke mbaya sana wewe. Nimekosea nini? Eti nimekosea nini nakuuliza? Au hii nyumba yangu unataka kuilisi wewe? Kwa nini unaondoka sumu kwenye maji? Umemkuza binti wa watu, umeona toshi. Unakuja unamwekea sumu na mimi unataka nipe? Nimekosea nini wewe? Wewe mwanamke ni shetani sana. Sasa basi, wewe kwa hiki ulikokifanya sitokusamehe. This is too much. Itabidi uende nyumbani. Nisamehe mimi. Itabidi uende nyumbani. So mimi sijaweka, nisamehe, sijui mimi. Hii sio sumu. Hii sio sumu. Unakuniua. Unakuniua kuuliza. Wewe unaenda nyumbani. Wewe wanangu, mama yenu anataka kuniua. Anataka kuniua. Bwana nisamehe mimi. Wewe kwa hapa ulipofikia unaenda nyumbani. Huwezi kubaki tena. Wewe kaa mbali nitakuumiza. Utaenda nyumbani. Hatuwezi kukaa ndani na mmoja. Wewe utakuja tuue nyumba nzima hii. Sababu umemkuza binti watu, umeona itoshi, unaniwekea sumu. Nimekwambia mimi nataka kufa. Wewe. Hita haka. Shenzi sana wewe mwanamke. Sasa basi, nakupa hii karatasi. Unatangulia nayo nyumbani leo. Nauli hii hapa. Shika. Unatangulia na hiyo karatasi ya talaka. Kesho nakuja huko kwenu. Wewe nenda kwenu. Kesho nakuja. Enjoy. Vipi dada? Vyumba vimejaa? Vipo Nilikuwa nahitaji chumba kizuri kidogo. Ipo Basi sawa, ndio katuonesha. Wewe ni sugu. Asante. Chumba ndio hiki hapa. Okay, asante sana. Relax. Okay, asante sana. Okay. Mbona unaogopa? Relax. Tusipoteze muda basi au?
Sasa. Mume wangu. Fungua mlango. Sasa fungua mlango. Mume wangu. Wewe, mapenzi nimekuona kumka. Kaka, naomba andazi kidogo. Sitaki. Naomba andazi. Sitaki. Ila mbona yeye mchoyo hivyo? Ndio mimi mchoyo. Sitaki. Ambie pi, naomba andazi. Sitaki, au lambi kitu. Sitaki, niachie mkono wangu. Naomba andazi. Sitaki. We, Prince, kwa nini mnagombana asubuhi na dadako? Kuna shida gani wanangu? Mbona mnagombana? Huyu Sara ni msumbufu sana. Sara, kwa nini mnagombana na kakako? Huyu Prince ananinyima mimi andazi. Prince? Namba. Yaani umeshika andazi, unashindwa kumthamini mdogo wako ukamkatia. Hebu leta hapa hilo andazi. Leta hapa. Baba. Miss baba yenu. Nisipowakunja angali wabichi saa hizi, kesho na kesho kutwa hata nikija kuondoka mtaishi maisha ya shida sana hapa nyumbani. Kama leo hii nipo hapa mnashindwa kuthaminiana nyinyi kwa nini? Unaona mpaka kikohozi hicho kimekupalia kwa sababu ya uchoyo mwanangu. Hivi mimi ningekuwa nafanya hiyo tabia mnayofanya nyinyi hapa nyumbani, mngekuwa mnakula huko ndani? Hapana. Prince, kwa nini unashindwa kumthamini mdogo wako? Huyu ni dada yako Prince. Unashindwa kumpenda huyo? Hicho kikohozi ni kwa sababu ya uchoyo wako Prince. Sasa sikia. Shika hii. Sara. Silia mwana. Sawa. Shika wewe. Unaniangalia nini? Ila najua mama angekuwepo angenitetea mimi. Ila Prince, ili sio kosa la baba, ni kosa la mama. Yadi tuachaje kwenye hii hali ya kiumaskini? Mwanangu, mimi hata siwalaumu kwa kuongea hayo maneno. Yaani siwalaumu hata kidogo. Lakini kwa sababu ya umri wenu mnashindwa kutambua hali halisi ambayo ilikuwa inaendelea kati yangu mimi na mama yenu nyinyi. Sara mwanangu. Najua mimi bado ni jinsi ninavyopenda. Hakuna siku ambayo nikataka nyinyi muishi maisha ya shida hata siku moja. Lakini leo hii mama yenu amekuja kunisaliti mimi. Leo hii mama yenu anakuja kunisaliti mimi. Mheshimiwa. Karibu sana bwana. Mr. Muhina. Pole sana my friend. Asante. Imekuwa kama surprise leo. Ndio. Kumbe hawa ni wanao? Asante bwana, nashukuru sana. Nashukuru sana bwana. Hawa ni watoto wako? Hawa ni wanangu. Huyu anaitwa Prince na huyu hapa ni Sarafina. Kwa hiyo hawa wote wa kwangu mimi.
Vizuri sana. Kwa bahati mbaya mamao kidogo yani. Oh, pole sana mister. Tuachane na hayo. Nimekuja hapa, nilikuwa nikikutafuta sana. Lakini nilivyojaribu kuulizia nikaambiwa hata simu hauna. Hiyo ndo ilikuwa sababu ya kufika hapa baada ya kukutafuta sana. Natambua elimu yako vizuri sana. Hivyo basi nimekuja hapa ili kukuambia nina kampuni kwa sasa. Na huyu ambaye unamuona hapa ndiye meneja wangu. Kwa hiyo basi nimekuja hapa ili niweze kukuelekeza kama utanielewa. Nahitaji uje ufanye kazi katika kampuni yangu Mr. Muhina. Karibu sana kwenye kampuni yetu. Tunataka tukuajiri na pole sana kwa yote. Asante sana. Asante. Kwa hiyo wewe ndio utakuwa meneja wangu? Nitakuwa meneja wangu. Sawa. Sawa, sasa taarifa zote nazipataje? Taarifa zote ziko hapa na namba ya simu iko hapa. Hapana Mr. Muhina. Unajua hizi. Hapana Mr. Nashukuru sana. Nadhani tuko nje ya muda kidogo. Tulikuwa tunaomba tukuache, tutawasiliana. Tena mnaondoka? Ndio Mr. Yaani kama nilivyowaambia. Yaani hamna hata kitu ndani. Nitamani niwape angalau hata maji. Hapana Mr. Usijali. Na nilitaka kusahau kitu kimoja. Kama utakuwa na changamoto yoyote kuhusu hawa watoto, utawasiliana na meneja wangu, atajua namna gani ya kuwahifadhi na kuwaendo kwa ukaribu zaidi. So hamna shida yoyote. Oh my goodness. Asante sana. Usijali Mr. Wewe ni ndugu yangu. Hapana Mr. Hapana. Wewe ni ndugu yangu, simama. Nashukuru sana. Usifanye hivyo. Mimi binafsi nimefurahi sana. Nashukuru. Meneja. Karibu sana. Nashukuru sana. Karibu sana. Usijali Mr. So sisi tunaomba tukukimbie. Mungu, sijui hata niwalipe nini. Usijali Mr. Sijui hata nitawalipa nini mimi. Usijali Mr. Nashukuru sana. Mr. Usisahau kupiga hiyo namba. Sawa. Nitajua nafanyeje. Nitawapigia. Nitajua nafanyeje. Nashukuru sana. Watoto, kwaherini Haya. Mimi Mungu nitakulipa nini mimi? Asante Mungu. Mwanangu, tutaishi maisha mazuri saizi. Mwanangu Prince. Nitakulipa nini mimi Mungu? Asante Mungu. Mungu asante. Tutaishi vizuri.